zinatamani zingeziona kupitia huyo mtoto wako. Hata vijana, baba ukiwa muuni utegemee pia mtoto anakuwa muuni hivyo hivyo. Kwa hiyo tunasihi sana, malezi ya watoto kwa taifa letu imekuwa changamoto. Wazazi wamekuwa wakitembea uchi bila kujali, na watoto wamekuwa wakiiga kutembea uchi. Tunawaomba sana, hasa hizi ngoma za vigodoro mnacheza vibaya na watoto wanacheza kama ninyi, lakini baadaye tunategemea tuje tupate wakurugenzi, tuje tupate wakuu wa wilaya, tuje tupate wabunge, tuje tupate kuwa wachungaji, tuje kupata walimu gani ambao ni fundi kwenye vigodoro, atakaa na hutubia mbele za watu na jamii kamsikiliza. Tusaidieni sana, tunaomba kusudia. Jiulize, wazazi wako wasingepambana kukulea hivyo ulivyo, ungekuwa hivyo ulivyo, si ndio? Mimi najiuliza, mimi nisingepambaniwa na mama yangu kulelewa nilivyo, ningekuwa mchungaji au leo ningekuwa counselor na uwezo wa kumshauri mtu na kanisikiliza? Kwa hiyo tujitahidi sana. Kwa hiyo wanafunzi wa kidato cha 4, pamoja na kumaliza, mjue kwamba mna safari ndefu sana, na mna safari ya kuandaliwa kuja kuwa viongozi wa taifa hili, kuja kuwa wazazi wa baadaye. Hatutamani kumwona mtu amefika mahali anakata tamaa kwa sababu maisha yamemshinda, anakata tamaa kwa sababu amefikia mahali haoni njia tena. Njia walimu wameshawaonyesha, maana mnatakiwa muiendee hiyo njia ya elimu kama Biblia inavyosema, mshike sana elimu, usimwache aende zake, maana huo ndio uzima wako. Hakuna kitu ambacho ni kizuri duniani kama kuweza kufikia elimu ya kidato cha 4, kwa sababu inakuwa imekusaidia kufikia mahali ambapo unaona kujitambua na unaona jinsi ambavyo huwezi kubabaishwa na mtu yeyote, kwa sababu vitu vingi vinafundishwa kuanzia form 1 mpaka form 4 kwenye msingi wa maisha. Na ndio maana hata unapoenda kuomba kazi popote wanakudai cheti cha form 4. Hata kama uko kazini kuna chochote kimetokea, utatakiwa kupeleka cheti cha form 4, maana ni cheti ambacho unatakiwa kukitengeneza vizuri mno kwenye matokeo yako. Mnanisikia wahitimu? Mungu atawasaidia sana, na tunategemea matokeo makubwa yenye baraka, lakini tunategemea pia tabia njema, hasa kwa muda huu ambao mnaenda kuwa mtaani. Tunaomba mkawe sehemu ya kuwa baraka kwenye familia zenu. Mzazi asianze kusema, yani bora mwanangu alipokuwa hostel. Unajua kuna watoto wengine hadi unaogopa amemaliza sasa hapa inakuaje, si ndio? Yani uko mtaani ushikiki ukaliki, haueleweki. Kwa tunaomba ukawe uko bega kwa bega na wazazi wako, kuhakikisha unafanya kazi za maendeleo za pale nyumbani. Kama kuna duka, uza duka. Kama kuna bustani, lima bustani. Kama kuna kazi za kufanya za maendeleo ya pale nyumbani, shughulika na hizo kazi, kwa sababu uvivu hauna faida, na uvivu una hasara kubwa, kwa sababu unakuondolea hata sifa kwenye jamii. Tunatamani wanafunzi wa kidato cha 4, hizi zilo ambazo zinaangaliwa kwenye matokeo ya moko na hizo pre-national ambazo mmezifanya, uanze tu kuona kwamba una kila sababu ya kuhakikisha kwamba upati hayo matokeo ya kuifanya shule isomeke vibaya, lakini pia wazazi wako wakapata kujisikia vibaya. Lakini pia nirudi kwa wazazi, nipende kuwapongeza sana kwa kuweza kudumisha maendeleo ya hii shule na kuwa na mshikamano mzuri na walimu, kwa sababu walimu hawawezi kufanya kazi ya kulea watoto au kuhakikisha maendeleo ya shule yanakuwa mazuri kama wazazi hawatoi ushirikiano. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wazazi ambao wanabaki waendelee kuwa karibu na uongozi wa shule ili kuhakikisha watoto wanalelewa vizuri. Leo ni siku ya muhimu sana kwa hiki ninachokisema.
huenda unaweza ukakisikia sehemu nyingine kwa namna tofauti, lakini naomba uniazime sikio lako unisikilize. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya, hakikisha haukati tamaa kwenye maisha. Maisha yana changamoto nyingi na safari yenu ndio kwanza inaanza, na kila siku iliyoko mbele yenu muione kama fursa. Kwa nini nasema kwamba msikate tamaa? Maisha yana vikwazo vingi, maisha yana mazingira ya kila namna. Hapa leo utamaliza form 4, lakini utatakiwa kwenda form 5, utakutana na mazingira mengine, au utatakiwa kwenda chuoni, utakutana na mazingira mengine. Kwa hiyo unatakiwa kwa kila changamoto iliyoko mbele yako uone kama ni fursa ambayo inakupa nafasi nyingine ya kuiona kesho yako yenye mafanikio makubwa. Lakini jambo la pili ni kujiamini. Jiamini. Kama ni msichana, jiamini kwamba wewe una uwezo mkubwa, na kama ni mvulana unatakiwa ujiamini kama wewe una uwezo mkubwa sana, kwa sababu dunia ya sasa haitaki watu ambao hawajiamini. Inataka watu ambao wanajiamini na kujitambua sana. Usijilinganishe na mwingine, lakini ujilinganishe wewe na jana yako. Yaani unapojilinganisha, usijilinganishe na maisha ya mtu mwingine. Angalia jana ulikuwa nani na leo ukoje na kesho unatakiwa kuwaje. Kwa hiyo kujiamini ndio msingi wa maisha ya mtu yeyote yule. Jambo la tatu ni kuchagua marafiki wenye maono, marafiki wanaoweza marafiki wanaweza kukuharibia au wakatengeneza hatima yako.